awabariki sana. Na viongozi wenu, niseme mwenyekiti, tulikuwa nawasiliana na nani kwenye simu? Mungu akubariki sana. Asante kwa kunialika pia. Na tegemea Mungu atazungumza na nyinyi kwa namna ya ambavyo amekusudia leo. Siku ya leo lipeni kichwa cha somo. Yaani mnipe mimi kichwa cha somo. Ni namna gani ambavyo unaweza kutunza yale mahusiano mpaka mfikie kipindi cha ndoa. Muwe huru, mimi nimekuja kuongea na nyie. Au natisha? Nimevaa kama nyie, nimekuja kama mwanafunzi. Kwa hiyo tuwe na uhuru wa kuweza kuongea ili tupate muda mzuri. Na siku nyingine Mungu akitujalia neema, tunaweza tukaandaa siku ikawa ni ya maswali na majibu. Tunaulizana, tunahojiana, tunaulizana, afu tunapatia majibu humo ndani. Kwa sababu bado tupo na ninyi mpo hapa, itakuwa ni jambo zuri sana. Na mimi siko mbali, niko jirani tu hapa. Kwa hiyo muwe na uhuru mkubwa sana. Mmoja amesema tuipe nini? Tulipe kupoteza muda. Kupoteza nini? Muda pasipo sababu, eti bila sababu za kimsingi. Lakini naomba nikupe maandiko mawili tu au maneno mawili ya Mungu. Kitabu cha Misali mlango ule wa mlango wa 31, ukianzia ule mstari wa 3 cha Misali 31, unaweza kuanzia kusoma mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka ule mstari wa 3 wa 3. Kwa sauti, ongeza sauti kidogo. Maneno ya mfalme Lemueli na Usia alifundishwa na mama yake. Ni nini mwanangu? Tena ni nini mwana wa tumbo langu? Tena ni nini mwana wa mazizi zangu? Usiwape wanawake mume zako, wala mume wako usiwape wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume yeyote ulioko hapa ni mwanaume mtarajiwa au ni baba wa familia unayetarajiwa baadaye. Kwa hilo ndio jambo la kwanza ambalo ninatamani kuongea na ninyi mlioko hapa. Usipojua hiyo, pamoja na kuko hapa shuleni, lakini aidha ni mtarajiwa, unaweza kuwa ni mheshimiwa mahali, ni mtarajiwa, lakini mahali ni mtarajiwa. Kwa hiyo lazima uchunge, ulinde ndoto yako, ulinde maono yako. Sasa namna utakavyoweza kutembea na ile ndoto na ile maono ndio imetufikisha hapa leo. Hebu sema amina. Nitakusaidia kwa sababu Biblia inapozungumza kuhusu usiwape nguvu zako. Nguvu ni nini? Hii Mungu anayoielezea hapa, au mfalme Sulemani anaposema, au huyu mama anapomwonya mwanae, usiwape nguvu zako wale wanaoharibu, waharibuo. Si tunaelewana? Usiwape nguvu zako. Tayari hapa tupo kwenye warning, ni onyo. Nguvu ni zipi? Tutazikuta huku kwenye kitabu cha Waamuzi 16. Ukisoma hii yote hii kuanzia mstari wa kwanza 16 Waamuzi, huu mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, lakini pointi yangu ipo kwenye mstari wa 6. Mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema Delila, anaanza na kusema Delila, mstari wa 6. Ila ukipata muda utajisomea kwa sababu ya muda wetu. Anasema na wale wakuu walifanyaje? Anzia mstari wa 5, anasema wakuu wakafanyaje wa Wafilisti? Ndio wakamwambia mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nini. Unaiona hiyo nguvu? Tunaikuta kule Misali na hapa tunaikuta. Mbembeleze Samsoni ili tupate kujua asili ya hizo nguvu alizonazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa lugha nyingine, mimi hapa naongea na kanisa la Mungu. Samsoni ukimsoma alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, na hapa pia tuna wanadhiri wa Mungu wengi sana, wadada, wakaka, kuna wanadhiri wa Mungu, kuna watumishi wa Mungu. Lakini humu ndani tunaweza tukawa tuna watu ambao wameshajikatia tamaa pia, wamevunjika moyo kulingana na kuanguka kwingi, wamepoteza uelekeo, wamepoteza maono na nini na vitu ambavyo vilikuwepo mle ndani, kwa sababu ya hichi ambacho nataka nikizungumza hapa. Peleleza asili ya nguvu zake. Si kama unaiona hiyo nguvu, kwa ndani mwako una nguvu, una nguvu ambayo hiyo nguvu shetani anaiogopa. Ndiyo ambayo imewapeleka vijana wengi wana kitu kinaitwa mahusiano. Si kama unanielewa? Mahusiano ni nini? Tusaidiane kitu kile. Mahusiano ni nini? Mahusiano ni nini rafiki yangu? Nisaidie tu kujibu unavyojua. Mahusiano ni nini? Mahusiano ni nini? Mahusiano tunaweza kusema ni ukaribu wa mawasiliano ya watu wawili au watatu, si ndio? Mahusiano ni ukaribu wa mawasiliano ya kati ya watu wawili hata mpaka watatu. Sasa mahusiano ya wanafunzi yanaitwa mahusiano. Nimemsikia huyu huko akisema mtu atunze mahusiano yake mpaka watakapooana. Si kama tunaelewana? Lakini kweli munafika mpaka kitu kinachoitwa kuoana, hamjafanya mapenzi? Sijui kama tunaelewana. Mtayatunza hayo mahusiano, si kama tunaelewana? Mwanaume ambaye hajakuoa ni kosa mbele za Mungu kufanya naye tendo la ndoa. Yaani kufanya tendo la ndoa. Wote mlioko hapa chuoni, labda wale ambao wameshaoa, jamani waliooa nyosheni mikono yenu juu. Mimi nimeoa na mke wangu huyo hapa, nyosheni mikono yenu juu. Kama haujaoa, haujaolewa, hauruhusiwi kufanya tendo la ndoa. Mmesema nifukunyue. Mimi nataka niongee katika Biblia, au mnasemaje? Tusiongee la sharasha, tuongee ukweli. Si kama tunaelewana? Na mtego alioweka shetani ni wa aina gani kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya? Je, Mungu ameruhusu watu wafanye mapenzi kabla hawajaoana? Wote waliooana toka Agano la Kale mpaka Jipya, je, walitangulia kwanza kufanya interview na research ndio wakaenda kazini? Hakuna. Lakini sasa mabinti zangu mlioko hapa wote mnaenda kwenye ndoa, tayari ulishafanya interview nyingi za kutosha. Interview nyingi za kutosha na research kabla ya nini? Ya ndoa. Tuweke hivyo kwa sababu watu huaga wengi wanasema somo la mahusiano, lakini hilo somo linahitaji undani zaidi. Si kama mnaelewana? Na ndio tumekutana na mabinti zetu ambao wameshafanya interview za kutosha, tosherevu, mara 3, mara 4, mara 5 mwana. Sasa unaenda kwenye ndoa, unaona matatizo. Unaenda kwenye ndoa, si umeshafanya research? Ndio hizo taarifa ambazo mnazikuta kwa hao vijana. Anaambiwa kijana wa watu wa kiume kwamba hanifikishi. Na ukimwona mtu anasema hivi, alishafanya interview, si kama nani hanifikishi, anajua kwani alifika mpaka wapi kama hajafanya research? Na wewe sasa uliyemuoa unamfikisha huyu dada mpaka wapi? Si kama unanielewa? Tunaelewana watumishi wa Mungu? Unajua ninyi ni watumishi wa Mungu, mnasoma, ni watumishi wa Mungu lakini wasomi. Si kama tunaelewana? Ni watumishi wa Mungu, humu ndani kuna wanadhiri wa Mungu,
wako hapo. Unapoingia kufanya kinyume na Mungu alichoagiza, umepoteza direction, umepoteza uelekeo, umepoteza maono, umepoteza future. Biblia kama imesema au Mungu kama amesema usinywe pombe, hutakiwi kuuliza watu, hutakiwi kunywa, hutakiwi kunywa. Mungu anajua wewe ukinywa madhara yatakayokupata. Tunaelewana matajiri wa baadaye? Tunaelewa wakuu wa baadaye? Wanaoharibu wafalme. Unajua sisi ni mzao mteule, si unaelewa? Sisi ni uzao mteule, ongezea wa kikuhani alafu wa kifalme. Wafalme ni wakina nani kama sio mimi na wewe? Sasa kufanya tendo la ndoa ni dhambi kama wewe haujaoa, haujaolewa. Na hapa tuna watu wengi ambao wanafanya tendo la ndoa kwenye mageto na kwa magesti na maeneo mbalimbali. Umeona hauna nguvu. Kama uamini, nimekuleta hapa kwa Samsoni. Kamuulize Samsoni alichokipata walipomtumia Delila wakambembeleza, na hatimaye kuna mabembelezano. Usicheze na mapenzi, utakufa. Lakini nakushawishi ipisikali, mwanangu, nguvu zako usiwape, usisubutu. Mimi nasema usiwape. Hapa shuleni nikwambia ukweli, kama umekuja, na ndio maana kuna hatua za mtoto akizaliwa anakuwa, baadaye kukiwa anakuwa anaenda shuleni. Ishi inakuwa ni ya masomo tu. Wimbo bora anasemaje? Tutarudi hapa kwa Samsoni. Wimbo bora nafikiri ni mlango, ukisoma wimbo bora mlango wa 2 ule mstari wa 7 anasemaje? Nawasihi enyi binti wa Yerusalemu. Na mimi nawasihi kanisa la Yesu hili, nawasihi msiamshe mapenzi. Mapenzi huwa yanaamshwa yanaamshwa kulingana na mazingira ambayo upo na huyo dada, upo na huyo kaka. Na ndio maana umeona kuna watu wamepeana mimba lakini hawapendani. Kwako wewe unaweza kuona hata dada au kaka ukifanya tendo la ndoa, kuna kanguvu kanapungua, kuna kanguvu kana kutoka hivi, unasikia kalaha fulani. Kale ndio nguvu zako. Kijana wa kiume na wa kike, ukifanya tendo la ndoa, kuna kahali fulani ambao kanakutokea wewe, unajisikia kama kuna kamzigo umetua. Mimi naongea na watu wazima hapa, si ndio? Si umesema nifukunyue? Na fukunyua, kuna kanguvu kana kutoka, si ndio? Sasa hiyo ndio nyota, hiyo ndio star yako. Hiyo kwa wewe dada na kwa wewe kaka, hiyo ndio star, hiyo ndio nyota yenyewe. Si kama unanielewa? Hiyo inapotoka kwenye ulimwengu wa roho, shetani ndicho anachokuwa na kuogopea. Na ndio maana alipokuwa anamwambia Delila, mpelelezeni, mbembeleze, atupe asili ya nguvu zake. Hicho ndicho ambacho tunakitafuta. Shetani ndicho anachokitafuta, na mtego wake uko hapo. Watu wengi wameliwa hapo. Haya, Samsoni baada ya nguvu kuisha, shetani anachokifanya anakukamata katika ulimwengu wa roho. Unaweza kujipima ulioko hapa ambaye tayari umefanya dhambi. Kinachotokea ni nini? Ulikuwa na power ya maombi, kuisha habari yake. Ulikuwa jasiri, una confidence, huwezi kusimama tena. Nguvu shetani ameshaikamata. Unaweza kuwa ni mhubiri, unaweza kuwa unafanya kitu fulani, lakini shetani furaha yake tayari amekuweza rohoni.